Michezo na wachezaji. Kenya na wachezaji wake katika mataifa nje, vijana ambao wanapiga ugaibuni. Watatu tumewashuhudia jana katika nyuga mbili tofauti. Hapa narejelea Job Ochieng alivaa uzi kwa faida ya Real Sociedad katika ligi ya La Liga nchini Uhispania. Wametua katika uwanja ule wa Santiago Bernabeu kupambana kusaka alama tatu, angalau kuanza kuboresha nafasi yao katika msimamo wa ligi kuu nchini humo, kwa maana La Liga. Kubwa zaidi alipewa dakika 66. Kumbuka amepandishwa tu katika timu ya wakubwa na amekuwa nao kwenye pre-season, na ni dalili tosha kwamba amemfurahisha mkufunzi ama meneja kwa ajili ya kupewa opportunity, fursa ile adimu kwa ajili ya kutitiga ngoma tena katika nyuga za kipekee. Imagine kupiga kuvaa jezi ya timu husika na unapewa nafasi ya kutitiga katika nyuga mbalimbali, hususan dhidi ya miamba. Hapa narejelea mtu kama Vinicius Junior, juzi tu amekuwa World Cup na amerudi sasa katika taratibu za kutumikia klabu chake. Kumekuwepo na mvurugano ya hapa na pale, ni vipi sasa aendelee kuitumikia Real Madrid ama aondoke, kwa maana kujiunga na Arsenal. Lakini ilikuwa nadhani mbinu tu zile za kuwania kile ambacho tunaita kuboresha mbinu zake za mapato. Mbali na kulipwa mshahara, kuna zile image rights ambazo nadhani alikuwa anafukuzia. So Job Ochieng, Mkenya huyu ambaye pia vile anajieleza vizuri kwa lugha ya Kihispaniola, unaona alionyesha ukakamavu wake ndani ya dakika 66. Angalia close to 10 clear passes ambazo alitoa, pasi 3 akiwa anafikisha pasi za mwisho ndani ya sanduku ya mpinzani, na pia vile uwezo wake wa kupora mipira ya juu, kufanya mikimbio dhidi ya wachezaji walio bora. Kucheza dhidi ya Mbappe sio shughuli ya kitoto. Wangapi wametamani kupiga ngoma, na hususan katika uwanja ule wa Santiago Bernabeu, wengi mno. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia. Dakika 66, hiyo ni labda pengine 70% ya kuonesha kile ambacho amejaliwa kwalo. Kwa hiyo katika hili naamini bado kuna mengi ya kufanya. Kwa kile alichokionyesha, bado atapata muda mwingi uwanjani ili walau kutakata na kuweza kuheshimisha taifa la Kenya, na zaidi ya yote pia vile kujiboresha yeye mwenyewe katika ngazi za kimataifa. Wamekwepo wakina Olunga, unakumbuka wakati fulani akichezea kwa timu gani ile ambao alifunga hat-trick, inanitoka kichwani kidogo, Las Palmas. Amekwepo pale McDonald Mariga, unaona, na pia vile McDonald Mariga mwenyewe amechezea kule Inter Milan akiwa chini ya mkufunzi kwa maana Jose Mourinho. Jose Mourinho jana anashuhudia Mkenya mwingine dhidi yake kwa maana ya Job Ochieng. Job Ochieng dakika 66, kabla ilivyokuwa kwa upande wa pili kwa mchezaji Timothy Ouma, zamani akichezea City Stars, na yeye jana pamoja na Collins Chichenje wakipewa nafasi pia vile ya kuanza first 11 kwa faida ya Charlton Athletic. Chichenje hakuwa na bahati, manake ndani ya dakika 14 alikuwa amepata jeraha na kaondolewa. Kupata jeraha, paja lake lilituna, kwa hiyo ikawa ni dalili tosha kwamba lazima aondoke tu ili alau kumpisha mwingine afanikishe vya kwake. Na ndani ya dakika 15 alikuwa ametibua mbinu za timu pinzani, kwa maana interception na kutibua hatari. Alisababisha faulo, na la mwisho ni pale ambapo paja lake lilituna akaondolewa. Wakati uliopita alitokea bench walipopata ushindi wa magoli, I think walipata ushindi dhidi ya West Ham United katika mkondo wa kwanza. Mkondo wa pili wanakutana na Tottenham Hotspur, wanachezea kichapo cha magoli 5-1, na katika hili sasa Tottenham watakuwa wanacheza dhidi ya Liverpool katika raundi ya 3, na ni mashindano yale ya Carabao, taji la Carabao ambalo linawaniwa na timu kadha wa kadha. So kwa mtazamo wangu naona kwamba wamejizatiti. Ukiangalia mtu kama Timothy Ouma jana pia 80% ya passes zake ambazo ni 10 kati ya zile 10, 8 zilikuwa very accurate, mpenyezo,
na pia vile vile kwenda hewani na kutibua njama za mpinzani takriban mara 3. Alipoteza opportunity moja kwa kuua yule mpira kwenye sanduku na ikasababisha bao I think ya pili, bao la pili kwa faida ya Tottenham Hotspurs. Kwa hiyo katika hili kuna jambo la kujifunza, lakini kubwa zaidi alifanya kazi kubwa sana. Alipumzishwa na nafasi yake kachukuliwa na mchezaji Kamba ya bila shaka ni Mwafrika mwenzake kutoka Afrika Magharibi. Kwa hiyo ama ni mwamba, alikuwa ni mwamba kitu kama hicho I think most probably. But hii inaashiria nini? Kwamba mwakani Kenya inaingia katika michuano ya AFCON, michuano ya mataifa ya bara Afrika, na kubwa zaidi ni kwamba tutaka kuona kocha wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars atakuwa anayepi kufanya. Kocha wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars, hapa namrejelea Benny McCarthy, manake kwa sasa najua nafuatilia Modo Kimani, wanafuatilia. Kuna shughuli pevu sana katika ndani ya miezi 8 ijayo. Tutakuwa tayari Kenya, Uganda na Tanzania? Kwa hiyo kwa sasa ndio mbinu za kipekee ya kufuatilia wachezaji ambao wanapiga kimataifa, na pia vile vile kuangalia wale wachache ambao watakao pewa opportunity kutoka ligi ya hapa nyumbani kwa ajili ya kuweza kuwajibika. Manake kuna Omondi ambaye ni mdakaji kwa faida Gor Mahia, ndio jambo ambalo tunaangalia. Tunamlinda mlango mwingine zaidi ya Omondi mbali na yule jamaa kwa maana ya Ian Otieno ambaye huwa ni mdakaji huko kule Afrika Kusini. Na mbali na hilo pia tuweze kushuhudia uwanja ule wa Talanta ambao kwa sasa nyasi imeanza kutendewa haki. Wataalamu wanachomeka nyasi ama wanapenyeza nyasi ardhini Bermuda pamoja na ile artificial kwa ajili ya kufanikisha uwanja wenyewe kuwa na ubora wa kipekee. Haya yote ni mambo ya msingi katika malimwengu ya soka, na ndio sababu tunasema siku zote michezo ni afya. Kutokana na mazoezi, michezo ni burudani. Kutokana na udambu tunaopata, lakini zaidi ya yote michezo ni ajira, kutokana na mapeni ambao yanapatikana kutokana na michezo husika. Kwa hiyo itoshe kusema yajayo yanafurahisha. Hii ni Bonga Boli Sports na Bonga Boli Michael Were Mkhusia kama kawa, masala michezo na wachezaji na faida zake. Ni mojawapo timu ambazo zina mafanikio makubwa sana katika Jamhuri ya Kenya. Hebu tazama mikimbio hii waliokuwa wakifanya na jinsi Tusker wenyewe walikuwa wakitibua njama za wanakogalo. Ameingizwa Sherif, mchezaji ambaye siku zote ana mbio, ana kasi na ni mwepesi wa kufanya vya kwake, lakini amelaliwa yombo. Ameingizwa Lawrence Juma, lakini nimependa jitihada zake Dwang katika kutengeneza nafasi. Ndio Dwang ameingia naye akajaribu kupenyeza hapa na pale angalau waweze kuandika goli la pili na hasa la tatu, lakini mwisho wa siku mambo yamewaomea leo. Katasi kuna mengi sana atayafikiria baada ya mchezo wa siku ya leo. Manake wengi watauliza ndio umetoka AFC Leopards, una yepi ya kufanya kwa faida ya timu ya Gor Mahia? Wengi walitarajia unapoingia hapa utakuwa na mchezo ambao kwa hakika ni wa kuridhisha, lakini katika hili niseme kwamba waliwazidi kiufundi, na pia vile walikuwa na tactical discipline kwa upande wa timu hii ya Tusker. Na pia nimezungumza na mchezaji ama captain Abud Omar wa Tusker, amesema kwamba Gor kama kwamba walifika katika uwanja huo wakiwa beidarau ama weibeza Tusker, wanatemba wao kutoka sehemu za Ruaraka, na kutokana na hilo Tusker wakacapitalize kutokana na mapungufu waliokuwa nao, na ndio sababu wametakata jioni ya leo angalau kupata ushindi muhimu. Inawapa ujasiri, motisha kutosha kuwania ubingwa wa ligi kuu taifa na kurejelea hali yao ya zamani. Manake mwisho wamenyakua tajiri wakiwa na The Lion Robert Matano. Ndio Robert Matano Simba, na ukiangalia Ngaboni imekuwa ni shughuli kubwa ambayo ameifanya kwa kweli. Mwalimu amekuwa kule maeneo ya Kongo na leo hii yuko hapa, na alipata timu ambayo ilikuwa tayari haina ubora wa hali ya juu msimu uliopita, na mwisho wa siku akaenda akawapa taji la FKF ambalo ni la Mozartbet, na mwisho wa siku akamaliza nafasi ya 9 katika ligi kuu msimu uliopita. Mara hii anapadia mambo makuu katika kuendelea na kombe na hasa kupigania kulitetea taji lake. Ametembea kwingi, huyu ni kocha ambaye ametembea kwingi. Ameganda katika Jamhuri ya Rwanda, amefunza kule, na pia vile vile amefunza katika taifa la naitwaje pale Djibouti, timu ya taifa. Na mbali na Djibouti pia kuna wakati amekuwepo kule Congo Brazzaville. Kwa hiyo katika hili naamini kwamba
akona experience ya kutosha katika kufunza vilabu mbalimbali na hata timu ya taifa kabisa. Mechi ambayo imehemka pale Gor Mahia wakishindwa kabisa ya mambo kwa chini raia ambaye alikuwa taji la 22 msimu uliopita wakipambania kuendea pia taji la shirikisho wakashindwa, lakini mwisho wa siku wakawa ndo mabingwa ligi kuu na wanapania makuta, na msimu huu wanadhamiria angalau tena kulitetea taji la ligi kuu ambayo inatarajiwa kuanza tarehe 29, na wataanza kampeni yao dhidi ya timu ya Bragantine, wakati Tusker wakianza kampeni yao dhidi ya mabingwa mara 4 Ulinzi Stars ambao pia msimu jana hawakuwa na matokeo ya kuridhisha. Kweli hali ilikuwa ngumu, mambo yalikuwa ni magumu, na tunasubiri tu tuone mambo yatakuwaje msimu huu. Unapotaja Murang'a, mojawapo timu ambazo inasukwa sasa na mchezaji wa zamani kwa faida ya timu ya Sofapaka, amekwepo katika timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars kwa maana Dennis Odhiambo Omino, na ni mchezaji ambaye amekwepo kwa muda mrefu katika ligi kuu taifa nchini Kenya. Kwa hiyo tunataka kuona ligi ambayo kwa hakika itakuwa na ushindani mkubwa, ligi ambayo kwa hakika itakuwa na wachezaji wanaoonyesha uwezo wao kutafsiri mbinu za walimu dimbani kwa matendo, na pia vile vile sio wachezaji tu, tutakuona mbinu za makocha, tutakuona pia vile vile ubora wa wapuliza vipenga kwa maana officials ambao wanaamua michezo, na hata ujio wa mashabiki ambao watakuwa wanajaa katika viwanja mbalimbali kwa ajili ya kuchagiza timu zao. Nazungumzia Shabana FC, nazungumzia kuna limbukeni watatu, Migori Youth, kuna Mombasa United, kuna 3K kutoka kule Embu. Je, wataweza kukabiliana na joto la jiwe katika ligi kuu taifa? Kwa hiyo haya ndio mambo msingi ambayo tutakuwa tunaangalia ama tunaangazia ligi inapoanza. Kwa hiyo katika hili imekuwa ni mchezo wa kufurahisha, na lakini ulikuwa ni wa upande mmoja kwa faida ya timu ya wanatembo hawa kutoka sehemu za Ruaraka. Ndio, na pia ukiangalia ni msimu